na DK napata vizuri, na kwa mara nyingine tena naendelea kutoa pongezi zangu kwa Kaya FM. Vile vile pia nawashukuru kwa kunipatia wakati mwingine ama fursa nyingine ya kuweza kujumuika nanyi kuzungumzia masuala ya kiafya, ndio kwa njia moja au nyingine. Kwa majina nafahamika kama Dr. Isaac Magige wa Makini Herbal Clinic. Makini Herbal Clinic tunatoa huduma zetu mjini Mombasa, Kenyatta Avenue, Aro Plaza, karibu na Gulishan Hoteli. Na wale watu ambao wako nje ya Mombasa, kwa mfano akifika katika stage ya Mwembe Tayari, akichukua mtu wa tuktuk pale na tuktuk na kimwambia amlete Makini Herbal Clinic, atamfikisha bila wasiwasi. ndio Vile vile pia kwa wakazi wa Kilifi County, hivi sasa tumefungua kliniki yetu mjini Kilifi. Tunatoa huduma zetu katika jumba linafahamika kama kwa Kioko. Kwa kila Jumatano huwa natoa huduma za matibabu mjini Kilifi katika jumba linafahamika kama kwa Kioko, ambayo sio mbali na Naivas Supermarket. Kweli kabisa. Sasa tukirudi katika mada, Ndio leo hii nimeonelea tuweze kuzungumzia kuhusu tatizo la miscarriages, yani mimba kuharibika. ndio Uharibikaji wa mimba umekuwa ni kitu ambacho ni common sana katika jamii yetu, na ni tatizo ambalo limekuwa linawavunja moyo wanawake wengi ambao wamekuwa katika matamanio ya kupata mtoto. ndio Kwa hakika hii hali miscarriage ni hali ambapo unapata kwamba mwanamke anakuwa anapoteza ule ujauzito kwa sababu moja ama nyingine. Sasa utapata kwamba ni dhahiri kwamba mimba mingi huwa inaharibika kati ya ndani ya mwezi mmoja hadi miezi minne. Kwa hivyo utapata miscarriage nyingi kwa mama zinakuwa ni pale kuanzia mwezi mmoja mpaka miezi minne. Hii ndio miezi ya hatari sana kwa mwanamke kupata tatizo la miscarriage. Kwa mfano, kuna sababu kadha wa kadha ambazo zinazosababisha mimba kutoka. Kwa mfano, kuna hali inayofahamika kama chromosome, ambayo hii ni genetic condition, ambayo huwa inakuwa na uwezo tu wa kuleta mabadiliko pale katika mwili wa mwanamke na kusababisha mimba. Kwa hakika ni kwamba hali kama hii scientifically mpaka dakika hii tunavyozungumza haina sababu maalum. Haya mabadiliko ya chromosome ambayo yanatokea basi huwa hayana sababu maalum, lakini utapata kwamba inatokea, na ikitokea basi ndio haimpatii afueni mwanamke mpaka mimba inaharibika. Daktari, kuna baadhi ya watu wanaamini kwamba endapo mme na mke damu zao labda ni moja au damu zao hazijashikana, sababu mara nyingi ndio mimba hutoka. Kwa hakika, kwanza kabisa ni vizuri kwamba tuweze kujua katika hizi sababu ambazo tumekuwa tunazungumzia, hasa tukirudi katika masuala ya chromosome. Sasa chromosome, mwanaume yuko na X na Y na mwanamke huwa yuko na X na X. Naam, sasa utapata kwamba hapa labda pengine matarajio ambayo yanaweza kuwepo ni kwamba iwapo kama imetoka iwapo kama ni X na hiyo X na Y kama zimekutana, sasa utapata kwamba wakati mwingi matarajio huwa ni ya kupata mtoto wa kijana, lakini kwa wakati mwingine pia inaweza kutokea, isipokuwa sasa katika masuala ya damu kutokubaliana, hilo ni hoja ambayo haijathibitisha, isipokuwa kitu kikubwa tu ni sababu ambazo ni za msingi, na ndio hizi ambazo tumekuwa tukijaribu kuziangazia. Kwa mfano, vile vile pia ni vyema kwanza tuweze kuelewa kwamba wanawake ambao wana umri zaidi ya miaka 30, sasa hawa ndio huwa wana stand chance kubwa sana ya kupata miscarriage. Sasa
utapata kuanzia huo umri kwenda juu miscarriage zao zinakuwa ni nyingi, na kama nilivyozungumza hapo awali, miscarriage zenyewe zinakuwa ni kati ya mwezi wa kwanza mpaka miezi minne. Vile vile pia kuna hali ya mabadiliko ya zile hormones za kike zinazofahamika kama estrogen. Sasa hii ni hali ambayo inafahamika kama hormonal disorder ama hormonal imbalance. Ni pia huwa ni sababu kubwa ambayo pia inasababisha mimba kuharibika. Vile vile pia kuna matatizo mengine ambayo pia ni vizuri sana tuweze kuyaelewa, kwa sababu kuna infection kama vile matatizo ya infection ambayo yanaweza kuwa yanasababishwa na magonjwa ya zinaa. Utapata kwamba magonjwa haya ya zinaa yanapokosa kupata tiba kamilifu kuanzia mwanzo, sasa huo ugonjwa huwa unabaki katika mwili wa mwanamke na unaendelea kukaa pale mpaka unageuka kuwa ni sugu. Sasa unapogeuka kuwa ni sugu, huwa inaanza kuleta madhara, tuseme kama hali kama vile chronic UTI ama chronic PID. UTI ni urine tract infection. Chronic PID ambayo ni pelvic inflammatory disease, hali kama candidiasis, matatizo ya kisonono, yani gonorrhea, tatizo la syphilis na kadhalika. Kwa hivyo infections hizi zimechangia pakubwa sana kuleta matatizo ya miscarriages kwa wanawake, na hata pia kusababisha kutokupata ujauzito kabisa. Kwa hivyo zina play very big role, na ni vizuri sana kwamba wakati wowote mgonjwa akiwa amepata hali kama hiyo, sio tu kwa wanawake, hata kama ni wanaume, iwapo kama umepatikana na tatizo kama ni la gonorrhea, basi hakikisha kwamba umepata dose ambayo inakwenda kumaliza hilo tatizo kabisa. Kwa sababu mara nyingi tatizo huwa linakosa kupona baada ya sisi wenyewe kupuuzilia yale matumizi ya dozi ambayo tumeandikiwa. Watu wengi wanapopatiwa dozi za matatizo kama hayo, huwa akishatumia kwa siku 2, 3, siku 4, akipata nafuu, akiona kwamba sasa hakuna kuwashwa tena, akiona kama ni vidonda ama kama ni vipelepele vile vimepotea, wengi wanaassume kwamba ndio tayari keshapona. Kumbe hajui kwamba ugonjwa umebakia katika mwili na unaendelea kukua na baadaye kuleta madhara kama haya. Bila kusahau pia kuna matatizo mengine kama vile ya high blood pressure na pia low blood pressure. Imekuwa pia ni changio kubwa sana kwa kina mama mimba kuharibika, na kuna kina mama ambao huwa wanapandwa na pressure wakati wa ujauzito tu. Lakini baada ya kujifungua unapata kwamba anakuwa hana pressure. Kwa hivyo pressure yao inakuwa inasababishwa na ule ujauzito. Kwa hivyo huwa tunawashauri sana wakina mama kwamba punde tu baada ya kupata ujauzito, huwa ni vizuri kuhudhuria ile kliniki ya kina mama inayofahamika kama antenatal clinic, ili uweze kupata usaidizi jinsi ambavyo utakavyoendelea kuilea mimba yako kwa afya njema. Kuna mambo mengine ambayo pia yako katika kizazi ambayo yanachangia mimba kuharibika. Kuna matatizo kama vile ovarian cyst, shida kama uvimbe ama ile growth inayofahamika kama fibroid. Hizi pia huwa ni sababu zinazosababisha mimba kuharibika. Kumbuka kwamba uvimbe kama wa fibroid, kadri unavyozidi kuendelea kukua, basi ndio unakuwa na nafasi ya kuleta madhara zaidi katika kizazi cha mwanamke, ikiwemo kuzuia ujauzito ama kuharibu ujauzito. Kwa hivyo hizo ni baadhi ya sababu ambazo zimekuwa zinasababisha wanawake mimba kuharibika. Na daktari, ugonjwa wa sukari kwa mwanadada, je, unaweza kusababisha pia mimba kutoka ama kuharibika? Imechangia pakubwa sana, na pia ni moja kati ya sababu, na hasa wakati mgonjwa
mgonjwa wa sukari wakati inavyopanda kwa kiwango cha kuanzia 20 na zaidi, basi hapo huwa mama mjamzito anakuwa katika hatari kubwa sana ya kupoteza ujauzito wake. Kwa hivyo ni moja kati ya sababu, na huwa ni muhimu sana kwa mgonjwa kuweza kujiangalia hali kama hizo kwa wakati wote. Matatizo kama ya kisukari pamoja na presha, siku hizi tunafahamu kwamba kuna kifaa ambacho mtu unaweza ukakinunua na ukakiweka nyumbani, ambacho unaweza kuwa unajiangalia presha yako kila siku na sukari yako kila siku. Sasa itakupatia nafasi nzuri sana ya kujua iwapo kama kuna mabadiliko ambayo sio mazuri, basi itakupa nafasi ya kuchukua kuwa na wakati mwafaka ama wakati mzuri wa kutafuta suluhisho ya kuweza kupata tiba ama kumaliza hali kama hiyo. Okay. Na daktari, ni kweli kwamba ujauzito ama mimba inaweza kujengeka nje ya mfuko wa kizazi? Wakati inapotokea kama hivyo, huwa kuna mimba inafahamika kama ectopic pregnancy. Sasa hii huwa inaleta madhara, kwa sababu sasa ikiwa tayari imeshaingia katika ule mrija, kuna zile mirija miwili za wanawake zinazofahamika kama fallopian tube. Ndio. Sasa wakati mimba inavyoingia hapo, huwa hakuna jinsi nyingine isipokuwa ni kufanyiwa upasuaji, na hiyo tube moja inaondolewa katika upasuaji huo. Sasa mwanamke anakuwa amebaki na tube moja. Mwanamke kubaki na tube moja sio tatizo, kwa sababu anaweza akapata ujauzito akiwa na hiyo tube moja. Tatizo sasa utapata kwamba kuna wale ambao kwa bahati mbaya inakuwa ni kwamba hata mimba ya pili ikija pia inaingia katika mrija. Sasa hapo inakuwa tayari ndio imeshamletea tatizo, maanake itabidi huo mrija mwingine uweze kutolewa vile vile. Sasa kwa hivyo hizo ni hali ambazo huwa zinatokea. Mbali na tatizo la kisukari, vile vile pia kuna hali ya magonjwa kama ya kidney ama liver. Ndio. Hizo pia huwa zinachangia pakubwa sana kwa mimba kuharibika. Vile vile pia kumbuka kishindo kikubwa. Kwa mfano kama vile mwanamke mwenye mimba, iwapo kama atapigwa kwa kishindo kikubwa ama kama ataanguka kwa kishindo kikubwa, inaweza kuwa ni sababu ya ile mimba kutoka. Na huwa ni muhimu sana kwa mwanamke mwanamke mwenye ujauzito kuweza kuzingatia ushauri ambao anaambiwa na daktari, kwa sababu kuna mimba zingine ambazo mwanamke anakatazwa kabisa asijihusishe na kazi nzito. Ama unaambiwa kwamba sasa wewe unahitaji total bed rest. Daktari anapokuambia hivyo, huwa tayari ameona sababu za kukwambia wewe lazima ujipumzishe kwa kiwango kikubwa, kwa sababu mtikisiko wa aina yoyote utahatarisha mimba yako. Kwa hivyo unapoambiwa kwamba jizuie na kazi ngumu ama nenda kapumzike kabisa, basi ni muhimu uweze kujipanga kwa hali hiyo mpaka wakati utakapoweza kujifungua. Asante sana daktari. Kwa dakika moja tukimalizia, Naam. Kuna baadhi wanaamini kwamba wakati anapokuwa mjamzito hapo, basi akienda kuonana na mume wake ama akijamiana, basi anaamini kwamba mtoto yule ama mimba ile inaweza kutoka. Kwa dakika moja, je, kuna ukweli wowote hapo? La hasha, hiyo sio sababu. Kwa kusema kweli ni kwamba tendo la kujamiana ama tendo la ndoa ndio linaweza likafanyika mpaka siku ya mwisho ya mama kujifungua pasipokuwa na madhara yoyote, isipokuwa kitakachoweza kutokea labda tu ni iwapo kama mama anaweza kuwa anasikia uchungu kwa sababu ya lile tumbo kushuka chini, lakini sio sababu ya kusababisha mimba kutoka. Vile vile pia, kabla hatujatamatisha, ni muhimu tuweze kujua pia utumiaji wa madawa ya kulevya pia inachangia pakubwa sana kwa kuweza kuharibu mimba. Pia tunawashauri wasikilizaji kwamba utumiaji wa madawa kama hiyo kwa kina mama ambao wana ujauzito
ni vizuri kama wanaweza wakajiepusha, kwani inaweza ikaleta madhara kama hayo. Asante sana daktari. Kwa yule ambaye labda amekosa kukupata pale mwanzo, unapatikana wapi? Na Kilifi kule ueleze tena unapatikana maeneo gani, tukimalizia hapo. Asante sana. Hapa mjini Mombasa tunapatikana Kenyatta Avenue, Aro Plaza, karibu na Gulshan Hoteli. Na vile vile pia kama nilivyosema, mjini Kilifi tunaanza kutoa huduma zetu katika jumba zinafahamika kama kwa Kioko, ambayo iko karibu na Naivas Supermarket. Nambari zangu za simu Safaricom ni 0722 522 994, 0722 522 994. Nambari ya Airtel ni 0733 522 994, 0733 522 994. Karibuni sana. Asante sana daktari.